Na maana umeshindwa kabisa kusubiri? Nilikupa muda Msago, lakini umeshindwa kuutumia. Sio kosa langu. Mimi nihitaji kujipa muda kwanza kabla sijafanya maamuzi. Sawa, endelea kujipa muda, lakini mimi muda nilokupa tayari umeshaisha. No, Stella, usiseme hivyo. Kumbuka kila kitu kinahitaji subira na muda pia. Katika maisha hutaki kupoteza muda kwa kila hatua unayopiga. Msago, inaonyesha hujui kabisa thamani ya muda, na ukumbuke ya kuwa muda ukishaenda huwa urudi nyuma. Subiri. Stella, mimi najipa muda kabla sijapoteza muda. Najua leo huwezi ukajua nini namaanisha, lakini ipo siku utakuja kujua nini maana ya kujipa muda kabla hujapoteza muda. Nikutakie maisha mema huko uendako. Nilijipa moyo nikaamini tena, nikafunga macho nikasahau jana. Nilidhani safari hii ni salama, kumbe mapenzi ni bahari ya machungu. Nilichelewa kufahamu kwamba moyo upimwi kwa maneno. Nilikupa kila kitu nilichobaki nacho, wewe ukaniacha gizani. Muda uliniuka kweli, nilidhani utaniponya. Umeniumiza zaidi, nilitoa upendo wote niliokuwa nao kwa mtu asiyejua thamani yangu. Nipe nafasi nijifunze tena, sitaki kupotea kwenye ndoto zisizo na mwisho. Mume wangu. Afu natamani kula nyama choma za pale. Nyama choma? Pale unaponipelekaga pale chini. Mbona usemi kama umetamani labda kula mchicha, uongeze damu mwili? Mimi damu nasema. Damu nyingi. Changia hii. Hamna kitu bwana. Angalia hii mshipa. Damu utoe wapi wewe? Nitakuongezea mimi. Haya poa, tutaagiza. Una bodaboda yako? Au una bodaboda? Sina bwana. Fadhali. Mimi sitaki maswala. Mimi bodaboda yangu. Kugawa shenzi tu. Unajua nini? Bodaboda ndo mwanamume pekee anaweza kuja kumchukua mkeo. Akaenda kumtumia huko afaka kurudishia afu kampa nauli yako kamlipa. Mimi nataka mambo kama hayo upuuzi. Sawa. Utakuwa unanipeleka mwenyewe na sindikiza. Tutagombana mwangalie yule mlembo bana. Wewe ni mlembo. Basi tena. Kumbe na mind. Nisifie mwenyewe. Sasa wewe kama mimi ningekuwa wewe sio mzuri ningekuoa. Kwanza. Alafu kwanza nikwambie nikuulize kitu. Unataka unizalie watoto wangapi? Hapo 3. Wa kwanza anakuwa wa kike wa kiume? Wa kwanza wa kike. Esha huyo. Anaanza kushosha vyombo. Huyo wa kwanza ataitwa Esha. Alafu pia anakuwa wa kiume. Au vipi? Wa kiume nampa mimi jina. Pia anatakiwa wa kiume kwa sababu majina yanatakiwa yafanane. Huyo pia atakuwa anaitwa Erish. Na 3. 3 atakuwa wa kike. Anapata jina la Esfat. Haya, unasema wewe mimi nani nikupinge?
Mke wangu. Karibu. Mshindaji. Safi vipi? Oh. Mbona kama hujachangamka? Vipi? Nimechangamka. Vipi daktari anasemaje? Basi unadhani kuna shida sana basi? Mm. Daktari akasema nasumbua tu una typhoid na mchafuko wa damu. Kwa hapa kuna dawa amenipa, sasa tu nijitahidi kuzitumia vizuri, itakuwa sawa. Hamna kingine? Hamna. Mke wangu, ninahitaji mtoto. Nilivyokuona unajisikia vibaya, unatapika, nikahisi labda pengine tayari Mungu ameshatubariki. Nalitambua hilo mume wangu. Swala la mtoto ni swala la muda. Alafu si ni wiki 3 tu nimetoka kwenye siku zangu. Sasa swala la mtoto linakujaje hapa? Basi acha mimi nikazunguka kwa washikaji huko. Chakula kiko tayari, utanipigia. Wow. Wewe nikitaka mume. Ongea na kusikiliza. Nimeandaa chai kwa ajili yetu. Karibu chai wangu. Unaonekana uko makini sana kuandaa chakula cha mumeo. Lakini hauko makini kwa hitaji la mumeo, sio? Mume wangu. Mbona mimi nafanya kila kitu kwa ajili yako? Wewe unamaanisha nini? Huu muda ambao umetumia kuandaa hii chai, ungekuwa makini na mwelevu, ungeutumia kuangalia jinsi gani unaweza kupata mtoto. Mume wangu. Kila kitu kina wakati wake. Na wakati wa hili ukifika kila kitu kitakuwa sawa. Sio kwamba mimi napenda kuwa katika hali hii. Na naomba usichoke kunivumilia. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi mume wangu. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi mume wangu. Nilidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo nikaamini tena, nikafunga macho nikasahau jana. Nilidhani safari hii ni salama, kumbe mapenzi ni bahari ya machungu. Nilichelewa kufahamu kwamba moyo upimwi kwa maneno. Nilikupa kila kitu nilichobaki nacho, wewe ukaniacha gizani. Muda uliniuka kweli, nilidhani utaniponya, umeniumiza zaidi. Nilitoa upendo wote
wa thamani yangu. Mbona wewe waonekana kama hauko sawa leo? Shida ni nini? Unafikiri kuna jipya? Basi ni lile hitaji ya moyo wangu. Wamaanisha kwamba lile swala la mtoto ndio la kunyima raha kiasi hicho? Wewe unaliona ni dogo? Au kwa sababu hujui ni jinsi gani mimi naumia katika moyo wangu? Au kwa kuwa wewe tayari una watoto zaidi ya wawili na mimi sina hata mmoja? Hapana, sijamaanisha hivyo Kimo. Labda naomba nikuulize swali. Wewe waelewa nini kuhusiana na swala linaloitwa muda? Muda? Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba kila kitu kina wakati wake, na wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Na Mungu kama ameandika wewe utamiliki mtoto ukiwa na miaka 45, basi huwa avuki. Sasa Kimo, unataka kupingana na mipango ya Mwenyezi Mungu? Unamaanisha niendelee kusubiri? Nitasubiri hivi mpaka lini? Uone hata atakuwa ni matumizi mabaya ya muda. Wewe ndo watumia vibaya ile swala yaitwa muda, kwa sababu Mungu hupanga jambo lake, na kwenye jambo lake huwa achelewa wala hawai. Sasa wewe wataka kupeleka mambo mbele, wataka kupeleka mambo haraka haraka. Mungu huwa hawai wala achelewi. Kimu, ulipewa ile jina ili uwe na moyo wako unaweza kujikimu wewe mwenyewe. Hebu bwana, hebu tuendelee na kazi. Muda mwafaka ukifika, kila kitu kitakuwa sawa. Kumbuka wewe umepewa bajaji za watu toka asubuhi hapa, na muda sasa waenda, punde tupata kuja kuzifuata. Hebu tufanye kazi, kila kitu kitakuwa sawa. Mungu huachelewi hata siku moja. Wifi yangu, nimekuelewa. Nitajaribu kuzungumza na kaka na imani kila kitu kitakuwa sawa. Nitashukuru sana wifi yangu. Yaani kiukweli nina hali mbaya sana kwa upande wangu. Sina amani ya moyo kabisa. Nahisi naenda kumpoteza mume wangu yani. Usiseme hivyo wifi. Kitu kama hicho hakiwezi kutokea. Kaka mbona nimuelewa sana. Alafu nina imani Mungu atawapatia mtoto. Subira ndio kitu muhimu sana wifi yangu. Nakuelewa sana wifi. Hata mimi naamini ipo siku tutapata mtoto. Ila mume wangu sasa ndio amekosa moyo wa subira kabisa. Tuendelee kumwombea ili Mwenyezi Mungu ampatie moyo wa subira. Amina wifi yangu. Sasa mimi naomba nikuache. Naona muda umeenda sana. Siwezi kukaa kumsubiri Kim. Akirudi utampa salamu zangu. Karibu sana wifi yangu. Pia nashukuru hata kwa kuja kunifariji. Sijapika hata chai wala sijaandaa chochote. Sawa, usijali, ubaki salama. Mimi sikutoi, najisikia. Usijali wifi yangu, sasa usiwe mnyonge hivyo. Nakuona kabisa ni kama unaanza kukonda. Usinyongee basi, mimi nipo kwa ajili yako. Nitakufariji. Nashukuru wifi yangu, sasa hivi kidogo niko sawa. Yaani bila wewe hapa. Kiukweli kabisa Stella kule aliko hana amani kabisa na ndoa yake. Yaani hana furaha kabisa. Niko na ile swala siwezi kukaa nalo. Lazima nje kuambia rafiki yangu wewe. Lakini Fizo, mi nadhani Stella yale ndo maisha aliyochagua. Na sioni kama ni sahihi wewe kuniletea habari za Stella hapa. Sababu mimi chapter na yetu ishaifunika ndugu yangu. Hapana. Mimi kuambia wewe ilikuwa ni lazima. Mimi kwa lazima nikwambie wewe. Kwa sababu mimi wewe ni rafiki yangu bwana. Alafu mimi pia najua wewe wampenda sana Stella. Hey. Na hata Stella pia wewe anakupenda. Na hata uko aliko najua anajutia kwa maamuzi aliyochukua. Kwa mimi ilikuwa ni lazima nikwambie wewe. Sasa wewe kumbe wewe ndio hujanijua mimi vizuri.
Ngoja nijua mimi vizuri. Serious tena. Mimi nisha move on kitambo. Yaani sina tena, sitaki tena habari za Stella. Yaani nishafuta kabisa. Na kwenye moyo wangu hayupo kabisa. Sijui unanielewa? Hayupo kabisa. Sago, acha kujidanganya. Acha kujidanganya wewe. Mbona watema mate huku afikicha walamba tena wasema asali? Sago, wewe wampenda mno Stella. Na hilo swala mimi nalijua. Na kama wewe ungekuwa mpendi Stella, basi mpaka saa hii ungekuwa ushaoa. Lakini mpaka hivi sasa wewe huna mpenzi wala hujaoa mwanamke yoyote. Na ndio maana mimi kama mmoja kuambia. Sasa mimi nadhani kuwa na mpenzi au kutokuwa na mpenzi ni maamuzi yangu mimi mwenyewe. Na sidhani kama inaweza ikawa ndo sababu ya wewe kuona kama mimi bado nampenda Stella. Sawa. Kama wewe waona hivyo, basi sawa, hamna shida. Wewe baki na ukweli wako, mimi nitabaki na ukweli wangu. Au unaonaje? Vipi baba, naweza nikaondoka? Kwenda yawezekana, unaweza kwenda, lakini nataka nikwambie neno moja. Stella kule aliko anategemea sana msaada wako. Na wewe ndio waweza kumuokoa kule. Sasa chaguo lako wewe ni moja. Kumwacha ateseke au kwenda ukaweza kumuokoa. Mimi langu ni hilo. Wewe wampenda Stella. Nilidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo nikaamini tena, nikafunga macho nikasahau jana. Nilidhani safari hii ni salama, kumbe mapenzi ni bahari ya machungu. Mume wangu, pole na kazi mume wangu. Karibu nyumbani. Hivi una raha gani kunikaribisha hapa nyumbani? Nilitegemea labda pengine kutakuwa na watoto wanacheza cheza. Muda kama huu nimerudi, baba yao ananisumbua sumbua. Sasa hizi unasema karibu mume wangu. Karibu mume wangu nasaidia nini? Umekaa tu hapa tangu asubuhi unajaza tu choo. Nachotaji mimi ni mtoto, sio kukaribishwa katika nyumba yangu. Mume wangu, kila kitu kina muda wake. Sio kwamba mimi napenda hii hali. Hata mimi inaniumiza. Kila kitu kito. Nyamaza. Alafu nachokwambia jiandae. Muda na wakati wote nitakupa talaka. Serious nakwambia, stani katika hilo. Mungu, naomba usinifanyie hivyo. Mimi bado nakuhitaji kwenye maisha yangu. Nakuhitaji sana mume wangu. Naomba tu univumilie, mimi nakupenda sana. Usijaribu kunigusa, nitakuja kukuumiza. Utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Muda ule moyo wangu.
Naomba sikiliza, samahani, nahitaji msaada wako sana. Kuna mtu sihitaji mazoea naye kabisa. Oh, naomba jifanye mke wangu, sawa? Ila wewe. Waifu. Vipi? Ndio nakupokea. Style umeshamaliza? Nidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo, nikaamini tena, nikafunga macho, nikasahau jana, nilidhani safari. Niache. Bahati. Kwani mimi nao tuna ugomvi? Mimi sijafanya ile kwa ubaya. Hujafanya kwa ubaya eh? Si ndivyo? Hivi unadhani yule dada mimi akaja akanitumia watu, wakaja akanizuru? Yaani unionee huruma hata na hali yangu hii. Sikiliza nikwambie wewe. Sitaki tena unishirikishe kwenye mambo yako ya kijinga. Sio, unanielewa? Bahati. Huu mchezo tumeanza wote. Na kila nitakapohitaji msaada wako, unabudi kunisaidia. Hivi wewe. Hivi unajua mchezo tunaocheza ni hatari sana. Tena na hii hali yangu. Unionee hata huruma. Nenda nyumbani kapumzike. Nashukuru kwa msaada wako. Leo umeokoa ndoa ya mtu. Unamaanisha nini? Ukiendelea kunisaidia, nitakuelekeza kila kitu. Ila kwa sasa naomba uende nyumbani ukapumzike. Mbona? Nilidhani muda utanipa jibu. Nilikataa kumpa muda Msago kwa ajili ya kufanya maamuzi sahihi. Leo hii nahitaji mume wangu anipe muda kwa ajili ya kushika ujauzito. Ee Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie. Usinihukumu kama hivi. Tayari leo nimejua nini maana ya muda. Kuna wakati tunatakiwa kujipa muda ili tusijutie kwa muda tutakaopoteza. Oh, maskini Stella. Inaonekana kabisa hana furaha na ndoa yake. Natamani kumpa furaha, lakini haiwezekani kwa sababu yeye ni mke wa mtu sasa. Oh Mwenyezi Mungu, naomba nisaidie. Mke wangu, hali ya ndoa ya kakako imefikia pabaya sana. Natakiwa tuliweke sawa hili. Wifi aliniita leo, nilienda kuzungumza naye. Ameniambia kila kitu na nimemwahidi kukutana na Kim ili tuweze kuongea kila kitu tukiweke sawa. Sawa, pia hutaki kuchelewa sababu Stella alikuja kazini kwangu. Kulia. Majibu yako yanaonyesha yako vizuri kabisa. Ni jambo la kumshukuru Mungu pia. Daktari, tatizo ni mume wangu, hataki kunielewa kabisa. Yeye anachoamini mimi ni mgumba. Hapana. Wewe uko sawa kabisa. Ana uwezo wa kupata ujauzito muda wote. Nakuelewa daktari. Lakini mume wangu hataki kunipa muda kabisa. Anachotaka yeye mimi nipate mtoto kwa muda anaotaka yeye. Hapo ndipo anapokosea. Matatizo lipo kwako je?
Mimi sidhani. Maana kama tatizo lingekuwa kwake, asingekuwa anajiamini kiasi hichi. Sawa. Lakini si wanaume tunapenda sana kujisaulisha. Napenda kuhukumu wanawake kwenye makosa yote. Sawa daktari. Naomba mimi niende, nitarudi wakati mwingine. Sawa. Kisha unamshawishi naye aje. Sawa. Pole. Mume wangu, mbona sielewi? Kuna tatizo lolote? Chukua. Mume wangu, na mbona umeshindwa kabisa kunivumilia? Mbona mimi nafanya kila kitu kwa ajili yako? Still, mimi sijakuoa kuja kuzurazura katika hii nyumba yangu. Mara uko chumbani, mara uko sebleni, mara uko chooni. Haiwezekani. Nisikilize vizuri. Sisi wajanja huwa tunapanda miti yenye matunda. Lakini pia tetea asiotaga huwa anachinjwa na kuliwa. Stella, mimi naona wewe tumefikia mwisho. Unaweza ukaenda. Kwa sababu unaipanda mti lakini sioni matunda yake. Matunda yako wapi? Mume wangu, mimi nilikubali kuolewa na wewe kwa sababu ya mapenzi yangu. Nilikubali kuishi na wewe kwa sababu nakupenda. Swala la kupata mtoto ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu? Kama Mungu alikuwa anasikia maombi yangu leo sikuwa na mtoto. Stella, sitaki kusikia kitu. Nimekwambia toka. Stella, toka. Naomba usinifanyie hivyo. Naona wewe hatuelewani. Wangu jamani. Nilidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Kim, ndugu yangu, unaonekana haupo sawa. Nini shida? Mimi mbona niko sawa tu. Karibuni. Shem, karibu. Asante sana. Vipi nyinyi mnaendeleaje hapo? Mambo nitie Stella tuzungumze kidogo. Stella hayupo. Ameshaenda kwao. Kwa kifupi tumeachana, nimempa talaka yake. Wewe unasemaje? Ina maana umefikia huko? Yaani umeamua kabisa kumwacha Stella? Mungu wangu, kwa nini umefanya hivyo? Mke wangu, hebu tulia, hutakiwi kupanic hivyo. Tutaongea naye taratibu taratibu, kila kitu kitakaa sawa. Niki, hujui tu ni jinsi gani Kim anampenda yule mwanamke, na tumetumia yani nguvu kubwa mpaka kumshawishi Stella kuolewa na Kim. Niacheni bwana, mimi mwenyewe ndo nimeamua. Unasemaje wewe? Yaani ina maana umesahau yale magumu yote tuliyoyapitia ili kumpata Stella. Kaka, mbona unajisahaulisha? Yaani ilikuwa wewe sawa kumpa talaka Stella kienyeji namna hiyo. Yaani hata mimi unanichanganya, yaani umesahau yale ya nyuma yote
tulikuwa tunapitia ili umpate yule mwanamke, au sio wewe kakangu? Wanawake wako wengi bwana, nitaoa mwingine. Nyamaza tena, naomba unisikilize kwa makini. Kuanzia leo sitaki unishirikishe kwenye hayo mambo yako. Nikituondoke. Mke wangu, hatuwezi tukaondoka kama hivi. Niondoke nikuache au tunaenda wote? Chem, nitarudi. Hii tuongee vizuri. Ila kwa wakati huu acha niondoke na Viki, naona kama haiko sawa. Ni muda utanipa jibu. Kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo, nikaamini tena, nikafunga macho, nikasahau jana. Nilidhani safari ni salama, kumbe mapenzi ni bahari ya machungu. Nilichelewa kufahamu kwamba moyo haupimwi kwa maneno. Nilikupa kila kitu, nilichobaki nacho wewe ukaniacha gizani. Muda uliniuka kweli, nilidhani utanipo. Yaani kaka, sikufikiria kabisa kwamba unaweza kuamua maamuzi ya kijinga kama haya. Yaani kaka, waamua kumpa talaka yule mwanamke kabisa. Yaani mimi binafsi ile swala sijalipenda kabisa ya. Hakuna mtu aliyopenda ishu kama hiyo itokee. Ila kwa kuwa mimi ndo nilimuoa yule mwanamke na mimi ndo nilifanya maamuzi ya kumwacha, sioni kama kuna shida. Kwa hiyo wewe uone shida yoyote ile hapa? Uone kama kuna tatizo lolote lile hapa? Mimi? Yaani na maana wewe ulishindwa kumpa muda hata kidogo tu? Babu wewe vipi? Mimi nimeamua maamuzi ya kiume. Nitafuta mwanamke mwingine ambaye nitamuoa, atanizalia watoto. Oh. Na umeamua maamuzi ya kiume kweli kweli. Na hayo ndio maamuzi ya kiume. Lakini mbona kama hauko sawa wewe? Umemkumbuka shemeji eh? Babu wewe sikiliza bwana. Mimi sina mawazo wala niona nionaje. Namuwaza nani? Nimuwaza ili iweje? Oh. Povu la kutoka kumtaja shemeji tu. Sawa, lakini nakumbuka hapo nyuma kidogo shakufundisha kitu kinachohusiana na muda. Na weye ulishindwa kunielewa kuhusiana na muda. Lakini sasa unakoenda utakwenda kunielewa nini maana kujipa muda. Kimo. Fizo. Acha muda wala nini, asinichanganye. Mimi nishafanya maamuzi yangu ya kiume. Fizo, una uhakika na hicho ulichoniambia? Mesha kuwa na utani na wewe. Kuna siku mesha kuja kwako nikakuambia habari za uongo. Yaani hivi ninavyoongea mimi na wewe, uko Stella shalamba talaka hivi kwa kwao. Basi kama ndio hivyo, mtoto watu atakuwa anatia huruma sana. Wallahi nakuapia Msago, hakuna nafasi ambayo Mungu anaweza kupa mara mbili. Hii ni moja. Msago, nakuambia changamka. Huu ni wakati wa wewe na Stella kutimiza ndoto zenu. Wewe na Stella inabidi mtimize ndoto yenu ya ninyi kuoana. Na huu ndio wakati wenu. Hivyo unajisikia unachokiongea lakini? Sikiza nikwambie. Mimi naamini kwamba Stella anapendana sana. Na hili ni swala la muda tu. Kwenye mapenzi kuna kugombana. Mimi naamini watarudiana. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa na mawazo hayo ya kusema mimi nitarudiana tena na Stella. Haiwezekani. Sawa. Mbona wewe kama bakuli wazi? Umekaa tu tandamu. Akili unakuwa kama huna yani. Nimekuambia hivi,
ameshampata 300 hivi ninavyoongea mimi na wewe. Stella yuko kwao. Sheria gani ya dini gani inayoruhusu mtu akipata 300 mwanamke huyo anaweza kurudiwa tena? Nimekuambia huu ndio wakati wa wewe na Stella kurudiana na kutimiza ndoto zenu kuoana. Mbona unakuwa kama uelewi? Mbona unakuwa kama wewe akili una? Yaani wewe wajitekana mwenyewe kisha wacheka mwenyewe. Watudanganya si au wajidanganya mwenyewe? Ufuate moyo wako na wewe. Mbona wataka kila kitu tuongee sie? Kumbe muda ulinipoteza. Muda ule moyo wangu. Tulembuke baba. Daga. Kiara kuture mundu wa Kiara. Daga baba. Tucheze ile movie yetu. Leo ni mara mwisho kabisa. Hatajirudia tena hii. Yaani wewe Stella, karibu. Mke wangu huyu anaitwa Stella. Ni rafiki yangu kutoka zamani huko tumecheza utoto. Kaka, unataka wewe tafadhali, nyumbani kuna tatizo tu. Tanipa jibu. Kumbe muda ulinipoteza. Muda ule moyo wangu. Hivi Suzi, mimi na wewe lini tumeanza utani? Yaani kaka, yaani kwa hapo naomba unisamehe bure. Sikuwa na njia yoyote ya kukutoa pale zaidi ya hii nilotumia. Na isitoshe pale si ulikuwa na wifi. Unazungumzia nini? Ni wifi yupi unayemzungumzia hapo? Na nani aliyekutambulisha kwamba yule ndio wifi yako? Kaka. Mbona semekana yule ndio mwanamke ambaye ulikuwa unampenda kuliko kitu chochote kile. Na nasikia ndio maana hujaoa kwa ajili yake. Suzi, ama neno nani anakuambia? Nani anakupa haya maneno ya ubunifu? Sio muhimu kwa sasa. Cha kushukuru ni kwamba nimekutoa kwenye mikono ya yule mwanamke. Maana sikia hutaki kabisa ajue kwamba hujaoa. Na ndio maana mkwepa. Kweli mdogo wangu, yani sielewi unachozungumzia nini. Hebu niweke wazi basi, yani sikuelewi. Unielewe unazuga kaka. Usichoke hapo kipi? Kipi uelewi?
Cha muhimu ni kwamba nimekutoa salama kwenye mikono ya yule mwanamke. Sijui unanielewa? Hayo mengine achana nayo. Kwa hiyo ina maana ili swala limemshinda, akaamua aende kumwambia Susa. Mama, wanaume siku hizi wanashindwa kuwa na kaba. Mwanaume au mfano na haja ya kwenda kudai Kiingereza. Shenzi. Stella. Karibu ese, karibu sana. Washe Mfizo. Mbona nikaribisha, kwani unaishi hapa? Mimi hapa ndo nyumbani. Na huyu ni mke wangu mie. Kama unavyomuona na hali yake, ndio maana nipo hapa, hata kazini sijaenda, tuauguzana tena. Una uhakika shemeji? Mbona uniuliza sana? Hapa ni kwangu mie. Na huyu ni mke wangu mie. Kwani wewe hapa umepajuaje? Mimi ni rafiki wa mke wako. Sasa tuna vikoba huko. Alafu mimi sikujua hata kama yeye ni mume wake. Basi karibu sana. Tena hii imekuwa vyema, maana umefika umenikuta na mie. Kwa hiyo umepajua nyumbani. Wapiga ndege mbili kwa jiwe moja. Nisikai sana. Nimeleta tu mrejesho huko kwenye vikoba. Naomba tuongee. Sawa. Mwaniacha tena. Yaani sio mie niwapishe nyie. Mama, angalia tumbo langu hilo tena. Nadhani umeshajiona kila kitu. Sasa nataka kusikia maelezo kutoka kwako. Kabla sijamueleza mume wako kila kitu. Mimi Msago sio mume wangu. Aliniomba tu nimsaidie toka ile siku ile pale sokoni. Na wewe ulikubali vipi kumsaidia bila kupewa maelezo? Aliniambia kwamba nikifanya vile naokoa ndoa ya watu, kwa nisiwe na wasiwasi. Sawa, nimekuelewa. Sasa nataka kujua Msago anaishi wapi? Alafu uniambie. Msago ameoa au bado hajaoa? Mimi sijui chochote kuhusu yeye. We, hujui nini? Dada, leo utaniambia au nirudi kumwambia mume wako? Hapana. Dada, basi sikia nikwambie. Yaani au maswali mimi nadhani ungemuuliza yeye mwenyewe. Yaani cha kukusaidia labda hapa. Nikuelekeze tu anapokaa. Nielekeze. Umeona ile kanisa pale? Unapandisha moja kwa moja. Nidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo, nikaamini tena, nikafunga macho. Kim, kakangu, umepatwa na nini we? Mbona siku hizi kazini upatikane kabisa? Nimekaamia nikaona leo mfanyavyo lazima nifike hapa nikuone. Umekumbana na nini? Ndugu yangu, unavyoniona mimi niko sawa kweli? Kwenye swala la kuwa sawa, wewe hauko sawa. Kiukweli ueleweki. Upo kama sigala nyota, mbele wavutika, nyuma wavutika. Yaani upo tu kiufupi naweza nikasema. Kiukweli hata mwenyewe sijielewi. Sijui nimekuaje sasa hivi. Kwa mimi ninavyoliona, kimoewa waza mapenzi. Mapenzi ya kusumbua wewe. Umemkumbuka sana mkeo, Acha unafiki basi. Naanzaje kumwaza mtu ambaye yupo katika maisha yangu? Alafu hivi tangu Stella ameondoka hapa, amesha kukutafuta? Usije ukataka kunifanya nikaanza kujiona mtabili hivi sasa. Kwa sababu ile swali nilitegemea utaniuliza.
Na kama usingeniuliza sasa ungeniuliza baadaye. Nikirudi kwenye swali lako, Stella mimi hajanitafuta kabisa. Lakini ishu ya kupatana naye njiani, kukutana naye na kwa macho tu ukimtazama Stella alionekana na furaha sana, tena anafurahia na amani tele anayo. Kule aliko furaha yaoneshe imemtaradadi. Nikisema hivyo nadhani utakuwa umenielewa. Una maana gani? Ina maana Stella amefurahia kuondoka hapa kwangu? Siwezi kusema hivyo moja kwa moja, lakini kwa furaha yake yaonesha kule aliko na maamuzi aliyofanya ayafurahia, tena ayapenda sana. Kisema hivyo nadhani tutakuwa tunaelewana. Lakini wewe nikikuangalia, maamuzi yako ya kuchapa viboko mwenyewe nguvu ya kuumiza bwana. Sasa umekuja kuniona au umekuja kunisimanga? Kama kuniona umeshaniona. Naomba uondoke. Ondoka. Sawa. Kwenda naenda. Ondoka bwana, sitaki mazungumzo na wewe. Lakini jitahidi, mawazo nakula. Wewe unakula. Kumbe muda ulinipoteza. Muda ule moyo wangu. Stella, umenifuata lakini sielewi nataka kujua nini kutoka kwangu. Suzi, mimi nataka kujua tu kama Msago ameoa au ana mahusiano na mwanamke yoyote. Stella, Msago hajaoa na hana mahusiano na mwanamke yeyote yule. Wewe Suzi unajuaje? Maana yule ni kaka yako. Labda kama ana mahusiano bila wewe kujua. Yaani Stella, usichokijua ni kwamba Msago anakupenda sana. Na Msago hana mahusiano yoyote yale na hana mwanamke yoyote yule. Anachokifanya kwa sasa Msago ni kukaa mbali na wewe ili akusahau. Sijui unanielewa. Ila kuhusu mahusiano, kuhusu mwanamke, anti kudanganyi. Msago hana mwanamke yoyote. Kakangu anahofia sana kuonekana yeye ndo amevunja ndoa yako. Na ndio maana anafanya kila kitu wewe uamini kwamba ameoa, lakini Msago hajaoa na hana mahusiano yoyote. Suzi, unamaanisha unachokisema? Ndiyo Stella, namaanisha. Na hapa naogopa akijua kwamba nimekwambia, na hisi atanikasirikia. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila naomba kuna jambo unisaidie Suzi. Nikusaidie? Jambo gani? Nidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo, nikaamini tena, nikafunga macho, nikasahau jana, nilidhani safari ni salama. Suzi, wewe ile eneo umelifahamu vipi? Kwa maana ile eneo nakumbuka nilikuwa nakuja sana na mfi yako. Nilikuwa tukikosa kazi za kufanya tunakuja tunacheka cheka huku wewe. Ulipajuaje? Amna. Hata mimi napenda sana kuja hapa na marafiki zangu. Kwa nini nimeona nikikuleta hata wewe, hakuna ubaya wowote. Basi ile eneo lina baraka sana. Kwa kama kunileta mimi. Kwani kuna ubaya? Unapapenda ama? No. Sijai acha kupapenda.
sababu ni sehemu nzuri. Sawa. Basi mimi naomba nipe dakika 2 tu narudi. Unaenda? Amna, kuna sehemu naenda. Ila dakika 2 tu nipe narudi. Vipi? Naogopa ama? No, siogopi kwa sababu wewe ndio ulinileta hapa. Kwa sasa unapoondoka tena uniacha ndio unanichanganya. Amna, ila sichelewi. Dakika 2 tu kaka. Relax sawa. Hapo. Msago, kwa nini unanikwepa? Stella. Hana, mimi sijakukwepa. Na wewe umejuaje kuwa mimi nipo maeneo? Kwa sababu nakufuatilia Msago. Nifuatilie? Kwa nini unanifuatilia? Kwa sababu nakupenda. Na kwa nini ulinidanganya umeo wakati hujaoa? Nimekufuatilia, nimejua ukweli wote. Na hata nilipokuwa nakufuatafuata, sikuwa namaanisha nataka kudana na wewe. Bali mimi nilikuwa nataka turudishe ule uhusiano wetu wa mwanzo. Una maana gani? Kabla ya kuwa wapenzi, tulishaikuwa marafiki wazuri. Nitamani urafiki wetu urudie. Nishe na wewe japo shida na matatizo yangu. Uniliwaze, hata unipe ushauri. Una uhakika ni hilo tu? Ndiyo, mimi siwezi tena kuwa mpenzi wako. Maana nilishindwa kukupa muda, na mimi nikashindwa kujipa muda. Nikafanya maamuzi ambayo yalifanya nijute sana muda wangu kuupoteza. Na leo ndio nimejifunza maana halisi ya kujipa muda. Stella, unajua binadamu mara nyingi sana hujifunza kutokana na makosa. Mimi nakushukuru kama umetambua kosa lako, na sidhani kama natakiwa ujilaumu sana, kwa sababu una nafasi nyingine ya kurekebisha pale ulipokosea. Msago, wewe ni muongo. Msago, wewe ni muongo sana. Kama ungelijua hilo, usingenikwepa na kunikimbia. Ulikuwa hutaki nitumie muda huu kurekebisha makosa yangu. Msago, wewe ni mbinafsi sana. Nidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo, nikaamini tena, nikafunga macho, nikasahau jana. Nilidhani safari ni salama, kumbe mapenzi ni bahari ya machungu. Vipi, kuna shida? Suzi, tuondoke nyumbani. Kaka nini? Mbona kama hapo sawa? Tuondoke tena? Nakwambia twende nyumbani. Kaka, mbona uongea, tatizo nini? Kumbe muda ulinipoteza. Muda ule moyo wangu. Mke wangu, ni muda mrefu nakuona hauko sawa. Na shida gani? Mume wangu,
Nawezaje kuwa sawa ikiwa sijui hali ya kakaangu inaenda vipi? Yaani siwezi kabisa kuwa sawa. Sasa nikikumbuka wakati mgumu anaopitia kakaangu Kim, yaani inanifanya nakosa raha kabisa. Ni kweli kabisa, lakini mpaka hapo atakuwa ameshajifunza na uwezo wa kumsaidia. Sasa tunaanzia wapi na ameshapoteza? inatakiwa tumtafute Stella, mshawishi aweze kurudi kwa Kim. Lakini kabla ya kurudi kwa Kim, hebu mwenyewe inabidi tumtafute, alafu wakati huo Kim pia tumshawishi aweze kupima. Asante sana mume wangu, nafikiri uko sawa. Yaani uwepo wako ni kitu kikubwa sana kwangu. Najivunia wewe sana. Asante sana mke wangu, nakupenda sana. Najivunia kuwa na wewe, pia nipo kwa ajili yako. Kaka, unamwaza sana Stella eh? Mimi sipo huko unakofikiria. Mimi nina issue zangu zingine kabisa. Unampenda eh? Usipende kuendelea kuumiza moyo wako namna hiyo. Hebu kuwa muwazi basi. Funguka kaka. Unajua umekuwa mtu mwenye mawazo sana eh? Alafu mimi sipendi. Kwani unaficha? Kwani unakaa na maumivu muda wote? Kuwa muwazi basi. Suzi, hivi ni kwa nini unapenda kufuatilia mambo yangu? Nimeshakwambia hakuna chochote kinachonisumbua. Hauna kazi za kufanya? Wewe sikia, nikwambie tu kiufupi, ile siku umeenda kuonana na Stella pale, ule ulikuwa ni mpango wangu, na nilisikiliza kila kitu mlichokuwa mkiongea. Oh, maana kwa ulifanya ile plan. Uliwezaje? Sio vibaya kupambania furaha ya kakaangu. Inaonekana nyinyi ni watu mnaopendana sana, lakini kwa nini mnaendelea kuumizana mioyo yenu? Kuweni wawazi basi, fungukeni. Nyinyi mbona mnapendana? Suzi, yaani umefanya kitu kikubwa sana na wala sikutegemea, lakini sichokijua ni ngumu sana kwangu, yaani hata sijui nifanyaje. Kaka, mimi nikwambie kitu. Huu ndo ule muda sasa ambao ulikuwa unasubiri kila siku. Hebu jaribu kaka, usiupoteze huu muda, utumie vizuri huu muda. Sijui unanielewa? Sawa, mimi nimekuelewa mdogo wangu, lakini wewe wewe hata yaani umecheza kama Pele hapo ulipo. Hapa ingekuwa amri yangu mimi, ningeenda ningekujengea sanamu lako pale Mafiati pap, watu wa Mbozi mjini, airport, sijui Kabwe, wote wakiwa wanapita pale wanaliona sanamu lako. Lile sanamu lako wakiliona pale wanakuwa wanajua kabisa kwamba huyu ndo waziri wa Wizara ya Ziki na Mipango ya Haraka. Acha la kaka kaone kule mimi nipo ndani.
nilidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo nikaamini tena, nikafunga macho nikasahau jana. Nilidhani safari hii ni salama, kumbe mapenzi ni bahari ya machungu. Nilichelewa kufahamu kwamba moyo upimwi kwa maneno. Nilikupa kila kitu nilichobaki nacho, wewe ukaniacha gizani. Muda uliniuka kweli, nilidhani utaniponya, umeniumiza zaidi. Nilitoa upendo wote niliokuwa nao. Msaga, nashukuru kwa kunipa muda tena wa kujieleza kila kitu, na sikutegemea kama siku tumekaa kama hivi tena. Kusema kweli nisingeweza kukwepa muda wote. Ingetokea tu siku kama ilivyotokea leo. Ni kweli najuta sana. Nilishindwa kukupa muda wangu, nikaamua kuolewa na mwanaume mwingine. Na hata hivyo hata huko kwenye ndoa yangu, na mimi mwanaume wangu alishindwa kunipa muda kabisa. Ila sasa nimejifunza nini maana kujipa muda. Pole sana. Ila kwa sasa nadhani tunaongea lugha moja, kwa kuwa wote tunajua thamani ya muda kwa sasa. Na vipi kuhusu ile ombi langu? Urafiki, si ndio? Taikuwa tu zaidi ya urafiki. Unaonekana hujala muda mrefu sasa. Kakaangu, kwani unapenda kujitesa hivi? Ndugu wangu, usijali, kila kitu kitakuwa sawa mara tu Stella atakaporudi nyumbani. Mimi nitaenda kuzungumza na Stella, lakini kwa sharti hilo moja. Sharti gani? Unatakiwa uende hospitali ukapime, maana Stella ameshapima na yuko sawa. Ina maana Stella anaweza kushika ujauzito? Mbona hakuniambia? Alikulazimisha sana mwende mkapime, lakini hukutaka. Kwa hiyo usimlaumu. Ina maana mimi ndo nitakuwa sina uwezo wa kumpa mwanamke mimba, si eti? Kama Stella yuko sawa na mimi nipo sawa, sasa tungekuwa na watoto tayari. Na ndio maana nimekwambia maliza kula hapo, tuongozane mimi na wewe mpaka hospitali ukajua tatizo ni nini. Sawa,
Nashukuru kwa kubali kupima na majibu yako kama ulivyosikia. Majibu yako ni mazuri na wala huna tatizo lolote lile. Nachojiuliza, kama mimi majibu yangu ni mazuri na Stella naye ana tatizo lolote, nini kimesababisha tusipate mtoto? Tatizo lako umekuwa na haraka sana. Umeshindwa kujipa muda. Umefanya maamuzi kwa haraka. Angalia sasa. Umepoteza kila kitu. Mimi nitaenda kuzungumza na Stella. Lakini kabla sijaenda kuzungumza naye, inabidi utambue kwamba ulimkosea sana mkeo. Sawa. Mimi nakubali kila kitu. Kikubwa tu mke wangu Stella arudi nyumbani. Na kwa kuwa ulimwacha kisheria, basi tarajia mambo mawili. Atarejea kwako au atakataa. Na hata akikataa, hatuna uwezo sisi wa kumlazimisha kurudi kwako. Usiseme hivyo Viki. Unajua Stella mimi ni mke wangu na ananipenda sana. Na kwa muda huu tuliokaa, najua tu atakuwa amenimiss. Hivyo hatakuwa na kipengele cha kurudi nyumbani. Atarudi. Unatakiwa ukubaliane na matokeo yote yatakayopatikana. Shemeji, mimi siwezi kukubaliana na kitu chochote zaidi ya mke wangu kurudi nyumbani. Full stop. Kwa hiyo hutaki kukubaliana na ukweli. Haya, endelea kuamini katika unachokiamini. Kwa nini wacheza mchezo wa hatari na Derek bila kunishirikisha wewe? Aliniomba nimsaidie. Yeye niambia kwamba atakuwa ndoa ya watu, kwa nikashindwa kukataa. Usirudie tena kuniambia upuuzi. Hivyo ujulimine hiyo hali uliyokuwa nayo. Kutokucha wazunguka tu mtaani tu. Na lingekuwa jambo zuri usingeniambia. Nisamehe na haturudie tena. Kwa taarifa yako sasa. Jambo ulilofanya limemuumiza sana Stella. Sasa basi. Inatakiwa utoke hapa uende kwake na ukaweke wazi wa usabasi wako. Mimi sikujua kwamba yote yatatokea. Kwa ina maana Msago alinidanganya. Alikuwa na lengo gani? Unaona sasa. Wafanya jambo mwenye hata ulijui. Sijui na lengo na mbinu yote. Mimi sihitaji kujua, lakini wewe unahitaji kujua. Sasa basi, unatakiwa kutoka hapa uende kwa Stella kwa muombe samahani. Baada ya hapo yeye ndo atakwambia lengo la mumeo. Moyo wangu uligano mudu tanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Muda ule moyo wangu. Ukweli nikumisi sana Stella wangu. Lakini ulikuwa unanikwepa Msago. Bana. Sasa kuzungumzia hayo. Kwa sababu hayo yashapita. Na nilikuwa naomba tutumie huu muda vizuri kabla hatujaupoteza. Kwa nini tusubiri muda kama ulivyotaka hapo awali? Unajua nini Stella? Muda niliojipa mimi, wewe ndio uliopoteza. Kwa sasa hatuna tena cha kupoteza. Natakiwa tuutumie muda huu vizuri sana. Lakini Msago, mimi sistahili haya mazuri. Maana nilikosa kabisa uvumilivu. No. Haipasi wewe kujilaumu. Kwa sababu ilikuwa ni lazima wewe upoteze ili mimi nipate. Na hiyo ndio mipango ya Mungu. Nakupenda sana Msago. Hivi Viki, ile baba mwenye nyumba yako mmeishana naye vipi? Afu nimekumbuka.
Yule baba anadai yaani anadai bro. Oya. Acha. Vipi? Kaka, huko mnadaiwa. Kuna mtu ananidai afu nimemdanganya nimesafiri. Vipi wewe umeanza lini kukimbia madeni? Mimi nitakulipia ile deni. Hapana kaka, ni deni kubwa. Watu ndio tubadilishe njia tupite hata huku hata hivi. Sasa wewe umesema mimi nitafanyaje? Twende tukiwezana tukimbie kabisa usikute. Naomba uniambie ukweli. Kile yani nilichokiona mimi leo ni kweli au ni macho yangu? Na ni ukweli mtupu. Stella na mwenzie Msago ni watu ambao wanapendana sana, na walitengana ni baada ya Stella kuolewa, na kwa sasa wameamua kufungua ukurasa wao mpya. Kwa hiyo unataka kuniambia kipindi chote hichi walichokuwa wakiishi pamoja Stella alikuwa mpendi Kim? La, siwezi sema hivyo. Unajua Kim alimuheshimisha sana Stella baada ya kumuoa. Na siku zote wanawake wanapenda sana wanaume ambao wanawaheshimisha. Kwa hivyo, kwa nini aliamua kurudi kwa Msago? Hiyo nafasi kaitoa Kim mwenyewe baada ya kumuoa Stella. Stella alimpenda sana mume wake, na muda wote alivumilia mateso na manyanyaso ya Kim mpaka pale Kim mwenyewe alipoamua kumwacha. Kwa hiyo tunafanyaje kuliweka hili sawa? Mimi ninachokushauri wewe ni kitu kimoja. Utoke hapa ukamwambie Kim ukweli. Asiwe na matumaini tena kumrudisha Stella. Aanze tu maisha yake mapya. Haya sawa. Haya wewe siku njema. Nipa jibu. Kumbe muda ulinipoteza. Muda ule moyo wangu. Ya Mungu wangu. Mume wangu mwenzio yani nawaza sana. Itakuwaje endapo nikimwambia ukweli? Atajisikiaje? Mwisho wa siku lazima umwambie ukweli. Huwezi kumficha. Hivi mume wangu umeshawahi kujiuliza atajisikiaje endapo atajua ile? Sikia mke wangu. Ukweli ni mchungu, lakini lazima umwambie ukweli. Endelea kumficha mpaka lini? Kim. Niambieni ukweli mnataka kuniambia. Karibu Kim. Asante. Karibu kae. Asante. Karibu. Habari za hapa? Hapa safi kabisa. Naendelea vizuri. Kama unavyoona hivi. Nimesikia kuna mtu mnataka kumwambia ukweli. Unaweza mkanishirikisha na mimi? Nilikuwa naongea na mume wangu. Kuna rafiki yangu mmoja hivi yani mume wake anamsumbua. Kwa nilikuwa najaribu kumshirikisha ili anishauri. Na kweli kanishauri. Kuna vitu kanishauri inabidi niviwasilishe kwa yule rafiki yangu. Ni kweli kabisa shemeji. Unajua mtu kama anakosea inabidi umwambie ukweli. Wao usimfiche. Wao usimchekee. Vipi lakini unaendeleaje ndugu yangu? Mimi naendelea vizuri kiukweli. Na ndio maana leo nimeona nipite nije niwasalimie nijue na nyinyi mnaendeleaje. Lakini pamoja na hayo nimekuja kuuliza ile swali langu kuhusu Stella. Vipi? Umeshaonana naye? Unajua nini shemeji? Inabidi tukwambie tu ukweli. Ona ipo hivi. Ukweli ni kwamba tumejaribu kumtafuta Stella na tumeambiwa kwamba amesafiri kwa muda kidogo na huko aliko hapatikani kabisa kwenye simu. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kuwa mvumilivu tu, atarudi. Ninyi ni ndugu zangu. Hili swala la Stella kuondoka nyumbani kwangu imekuwa ni changamoto kubwa sana, lakini sawa, haina shida. Kwa kuwa nampenda na namhitaji, mimi niko tayari kusubiri hata kama ikiwa ni mwaka mzima.
nitasubiri tu ili mradi mke wangu arudi nyumbani kwangu. Ni sawa kabisa, na hayo shemeji, ndo maamuzi ya kiume, ndo jinsi ninavyotakiwa. Unajua wanaume bwana, natakiwa tuwe na maamuzi ambayo ni perfect, so si muda mwingine kama kioo. Kioo umekuja simu, unanifanya mpaka mimi nafurahi. Kufikiria chakula unachokipenda. Sawa, hapo ndo umetisha mdogo wangu. Niambie baba. Kim huyo? Niambie. Vipi leo, mbona mtani kwetu? Kwani unakuwa umekaa sana leo? Kaona leo ngoja niende huko nikawatembelee. Hapana bwana. Pamoja na hayo yote lakini kuna jambo limenileta. Jambo gani tena? Unaweza kanishirikisha labda nilijue. Ni Stella. Nimejaribu kuulizia hasa mtaa huo wa yu. Nimeambiwa anakaa mtaa huo. Lakini nilipofika hapo maeneo fulani hivi nikutana na kijana mmoja, nikamuuliza. Akanielekeza kwamba Stella anakaa nyumba hii. Kwa acha nimuone Stella kwanza. Stella. Hebu tuongee kidogo hapa mara moja. Tuongee. Unanipeleka wapi brother? Hivyo kwa nini unapenda sana kuweka masiara katika mambo ambayo yako serious? Wewe mwenyewe shahidi. Umeona muda mrefu unateseka kumtafuta Stella. Leo hii nimepata mtu au wasamena mwema umenisaidia kunijulisha Stella anakaa wapi. Nataka nikamwone Stella, wewe unataka masiara yako ambayo hayana mbele wala nyuma. Vipi? Nahitaji tuzungumze kidogo pembeni, alafu utarudi kwenda kumwona Stella. Hebu jaribu kunielewa. Hauwezi kwenda hivyo. Hauwezi kwenda hivyo bwana. Nisikilize rafiki yangu Fizo. Nakuheshimu sana. Acha nimuone Stella kwanza. Nikimalizana na Stella, tutakuja tutazungumza. Hapana, huwezi kwenda hivyo. Hebu tuongee. Kimu usifanye hivyo. Kimu. Hebu jaribu kuni. Stella. Nenda ndani. Kimu. Tukasogea kando kidogo, tunaweza tukaongea kidogo. Ina maana hichi kinachofanyika hapa unaelewa kila kitu. Na ndio maana ukawa unanikataza pale nje nisiingie ndani. Hivyo ni rafiki wa aina gani? Wewe ni rafiki mbaya sana. Unajua maumivu nilikuwa nayo katika moyo wangu? Kama una chochote unataka kuongea na Stella, zungumza na mimi hapa. Sikia, huu muda unaotumia kunipiga mimi hapa ungeutumia kutafakari ni wapi ulipokosea na kurekebisha makosa yako. Unaongea hivyo kama nani? Nitakuua. Wewe jamaa unahisi mimi nakuogopa eti? Sikiliza. Naongea hapa kama mume halali wa Stella. Na kabla hujaniua, jifunze kuhusiana na muda. Hiyo itakusaidia katika maisha yako baadaye. Unamaanisha nini? Asiyejua maana
Usimpe maana. Maana akijua maana atakutukana. Naomba tuondoke bwana. Hebu twende bwana. Yeah. Nikushauri kitu. Jifunze kulipa jambo muda linalohitaji muda. Hii itakusaidia katika maisha yako baadaye. Unanipeleka wapi? Mbona sikuelewi? Sikiza mke wangu. Fizo kanipigia simu, amesema Kimu amejua kila kitu kuhusu Stella. Tafadhali tuondoke, maana anasema yupo kwenye hali mbaya sana. Mungu wangu. Kitampata Kimu? Sio nini kitampata, anasema tuondoke mke wangu. Mungu wangu. Kaka Kimu, kaka, nini kimekukuta kaka yangu? Kaka Kimu, kaka kimekukuta nini? Mungu wangu. Kaka Kimu, kaka yangu, mimi nitabaki na nani sasa? Mbona imekuwa hivi? Kaka kimekukuta nini? Mungu wangu. Ndugu zangu, samanini kwa kuwaumiza kwa maamuzi haya niliyoyachukua. Imenibidi kufanya hivi kwa kuwa nilishapoteza matumaini. Nilimpenda sana Stella na nimeshindwa kuishi bila yeye. Nimegundua kuwa katika hii dunia hakuna kitu tunatakiwa tukitumie vizuri kama muda. Mimi nilishindwa kumpa muda Stella na nikatumia vibaya muda niliopewa, na hatimaye nimepoteza. Siwezi kurudisha nyuma muda, hivyo mimi nimekubali nimepoteza. Naomba mnisamehe sana, unisamehe sana mdogo wangu Viki. Mimi kaka yako ni mjinga, nimesababisha ulie. Nidhani muda utanipa jibu, kumbe muda ulinipoteza. Nilijipa moyo